chochote kile ambacho kinamfurahisha Mungu kama ibada kamili, basi ujue kuna gharama ambayo imelipwa. Mpaka mtu aupendeze moyo wa Mungu na ifike mahali Mungu akajivunia huyo mtu, basi kuna kitu cha ziada, kuna gharama ya kipekee ambayo imelipwa. Ukaribu wa Mungu ambao unazaa matokeo, basi kuna gharama ambazo mtu anatakiwa azilipe. Unamkaribia Mungu, unataka viwango vikubwa katika kile unachokifanya, katika huduma, katika masomo, katika familia, katika kila kitu chochote, ni lazima mtu akubali kulipa gharama. Na ndio maana Mungu anatufundisha katika namna ya kipekee sana kwa kupitia mwanae Yesu Kristo. Mungu hakusema tu kwamba huyu ndiye mwanangu ambaye ninapendezwa naye. Haikuja tu hivyo hivyo, ila aliamua kutufundisha kwa matendo. Tunaona maandiko yanatuambia kwamba hata alipoonekana ana mwili kama mwanadamu, bado alijinyenyekeza. Akaona kule kuwa sawa na Mungu si kitu cha kushikamana nacho. Akaona kwamba ijapokuwa na asili ya kiungu, ana nguvu kama za Mungu, lakini haikuwa ni kitu. Alichokiangalia ni kuyafanya mapenzi ya baba yake, na aliamua kulipa gharama hata kufa msalabani, kunyenyekea kwa ajili yangu mimi na wewe. Kwa hiyo Mungu anatufundisha kitu hiki, kupatanishwa. Ametufatanisha sisi na yeye kwa gharama ya mwanae Yesu Kristo. Vivyo hivyo na sisi tunapotaka kumkaribia Mungu, tunapotaka ukaribu naye, ukaribu ambao ndio ukaribu na kila kitu chochote kile ambacho tunataka kitokee katika maisha yetu, ni lazima tulipe gharama. Kuna mahali utahitajika kutii kile anachokisema, hata kama ni ngumu sana, hata kama mazingira ni magumu sana, uelewi, lakini utii. Ijapokuwa huoni impact ambayo inakuja kwa kutii kwako, lakini unagharamika kutii. Kuna wakati za kulazimu kutoa muda wako, ukae magotini umsikilize nini anasema. Na kuna wakati itakubidi utoe nguvu zako, umtumikie kwa nguvu zako. Kuna wakati itabidi utoe mali zako, umtumikie nini. Yote haya tunalipa gharama. Kwa nini tunafanya yote haya? Kwa sababu tunataka kumkaribia Mungu na kumpendeza. Na tukishampendeza, basi tutaona matokeo na tutaona vitu vikubwa vikitokea katika yale ambayo tunamsihi Mungu kwayo. Unataka ukuu fulani, unataka title fulani, si hivi hivi tu, ni lazima gharama zilipe. Watu wote ambao tunawasoma hata katika maandiko, kina Elia, kina Elisha, kina Ibrahim, hawakuitwa tu wengine baba wa imani ambao tunawasoma mpaka leo. Maandiko yanasema wenye imani ubarikiwe pamoja na Ibrahim. Hiyo title haikuwa ni bure. Ilifika mahali ilibidi watoe vile ambavyo wanavipenda kwa ajili ya Mungu. Ilibidi watii, ilibidi wajitoe katika namna yoyote ile ambayo waliweza, ili just to kumpendeza Mungu. So unataka kuona Mungu akikuonekania katika namna ya kipekee sana, kile unachokifanya kiwe ibada kamili, kwa sababu chochote kile ambacho kinamfurahisha Mungu ni ibada. Chochote kile kinaupendeza moyo wa Mungu ni ibada. Ukitaka Mungu apokee ibada yako, ni lazima ujifunze kutoa. Na kumbuka kwamba kutoa ambako unakutoa katika namna ya kumpendeza Mungu, huaga hakunaga kupoteza. Chochote kilichotolewa katika uwepo wa Mungu, katika mazingira ya ibada, huaga kinakuwa rewarded. Tunamwona Ibrahim anaenda na Isaka katika ule mlima wa Bwana, anaenda kutoa, lakini anarudi, Mungu anafanya njia, mwana kondoo mwingine anapatikana wa sadaka, lakini anarudi akiwa na mwanae akiwa mzima kabisa. So kuna gharama ya kulipa. Kutokea hapo, Mungu anawainua watu mbalimbali. Mungu anawapandisha watu kutokea kiwango kimoja hadi kiwango kingine, just kwa kutoa tu gharama, kwa kukubali kunyenyekea, kukubali kusikiliza, kukubali kufanya kila chochote kile ili tu kumfurahisha, kukubali kuacha hata chochote kile ambacho unakipenda sana wewe lakini Mungu hakipende, kwa sababu ya kupendezesha moyo wa Mungu. Biblia inasema itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu iliyo hai ya kumpendeza Mungu, maana hiyo ndio ibada yenu yenye maana. Kuna wakati mwingine sacrifice vile ambavyo tunavithamini sana kwa ajili tu ya kumfurahisha Mungu. Na kumbuka, Mungu akifurahi
basi kuna kitu fulani kikubwa kinatokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni lazima ujue, uishi ukijua kwamba maisha ya kumkaribia Mungu, maisha ya ibada kamili ni maisha ya kulipa gharama.